Kwa mtu yeyote ambaye amemaliza chuo kikuu, amemaliza chuo mahali na ajui anafanyaje, moja ya agenda njema ni hii: hakikisha kabisa unatunza afya yako ya akili, unatunza afya yako ya kimwili. Hakikisha unatunza, take care of your mental and physical well-being. Hakikisha hicho kitu kinalindwa vizuri. Usijiingize kwenye mambo ambayo yatakuingiza kwenye msongo wa mawazo mkubwa. Msongo wa mawazo ukiwa mkubwa, unaingia kwenye sonona, unajiingiza kwenye hali isiyofaa. Kwa hiyo ni vizuri ukalinda afya yako ya akili vizuri na afya yako ya kimwili. Unalindaje afya yako ya akili na afya yako ya kimwili vizuri? Fanya mazoezi, fanya kazi, pata muda wa kupumzika, pata muda wa kutafakari mambo mazuri kwenye maisha yako, pata muda wa kutafakari malengo ya maisha yako. Fanya mambo madogo madogo ambayo yanaweza kukuletea kipato. Ridhika na kile ambacho Mungu pia anakubariki kwacho. Hebu fanya hivyo ili afya yako ya akili iwe nzuri na afya yako ya mwili pia ikae vizuri. Uwe na mahusiano mazuri na watu. Usitengeneze kwaro, usitengeneze hali ya kutokuelewana na watu. Uwe mtu mstaarabu ambaye unaweza ukahusiana na watu vizuri, lakini pia mtu ambaye una mahusiano mazuri kwenye jamii yako. Hakikisha hivyo vitu vinakuwepo ili afya yako ya akili na afya yako ya kimwili iwe imekaa sawia. Wakati huo, kwa sababu kuna watu wengine wakishamaliza chuo wanaingia kwenye msongo mkubwa. Nitafanyaje? Hapana, usiingie kwenye msongo mkubwa. Husiana na watu vizuri. Hawa watu ni malango yako ya kufanikiwa. Hawa watu ni malango ya baraka kwenye maisha yako. Ukiweza kuhusiana na watu, wale watu wanaweza kuwa sababu ya wewe kufanikiwa. Wao wanakuwa sababu ya kufungua mlango wa wewe kufanikiwa kwenye maisha yako. Fanya hivyo huku ukitunza afya yako njema ya akili. Pata muda wa kufanya mazoezi, pata muda wa kupumzika, pata muda wa kufanya kazi, ulale. Wakati wa kulala lala, muda wa kulala lala, lakini pia pata muda mzuri wa kuhusiana na watu. Usitengeneze hali ya sintofahamu katikati ya jamii unayoishi. Tengeneza mahusiano yanayokaa vizuri.